kasi kubwa pia ya teknolojia za kidijitali imeleta complication kwenye hili equation ya afya ya vijana. Ni changamoto kubwa, na hasa huko mijini na pembezoni ambako ndio vijana wanaweza kuzifikia hizi huduma na teknolojia kiurahisi zaidi. Na nisimung'unye maneno kwamba Tanzania tumepata experience mbaya mwezi Oktoba. Kwa level yangu lazima niseme kwamba tumepata experience mbaya, na ni lazima tuiseme ili tusipate experience nyingine ya namna ile. Lakini katika experience, kwenye sababu zote, moja wapo ni matumizi ya teknolojia za kijamii na hasa mitandao ya kijamii. Ni kweli teknolojia ni nzuri, na sisi hapa Chuo Kikuu cha Dodoma na hasa kwenye hii ndaki tunatoa vijana wazuri sana kwenye matumizi ya teknolojia, na teknolojia zimefungua fursa sana kwa vijana wengi. Lakini inatufikirisha, je, tunawatayarisha na elimu ya teknolojia? Tunatakiwa tuongeze kitu kingine cha kuwatayarisha vijana hawa ili teknolojia wanazojifunza zikalete tija zaidi, pamoja na fedha zikalete tija zaidi, ili hawa wawe wanatoka kama vijana wazuri ambao wanaweza kujenga nchi yetu. Sasa kwa kuwa hizi changamoto ni nyingi na zinatokana na mahusiano mbalimbali, ni wajibu wa sisi kama taasisi za utafiti, kama taasisi zinazolea vijana, kama taasisi zinazowatayarisha vijana kuwa Watanzania bora, kufanya utafiti na kujua kwa undani hasa ni nini kinachoendelea. Sasa hivi hatuna majibu mazuri. Tunaweza tukasema ni teknolojia za kidijitali, lakini sio peke yake. Sio peke yake. Nina uhakika wale vijana walioibuka tarehe 29 sio wote walikuwa wanajua sana teknolojia za kidijitali. Wengine walikuwa na msongo wa mawazo tu ambao umetokana na sababu zingine, na hata hawakuelewa ni nini. Jamii zetu zinawashirikishaje vijana katika mambo mema, na kwamba swala la akili ya vijana sasa hivi sio swala la familia moja, ni swala la jamii. Kwa hiyo lazima tutafute majawabu ya vitu vinavyosababisha hizi changamoto, lakini pia tukitafuta majawabu tutafute kwanza changamoto na majawabu yake, na tuyaeneze kwanza, tuyatest tuone kwamba yanafanya kazi, lakini tuyasambaze na watu wajue, na tubuni mbinu mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunapunguza kasi ya afya ya akili ya vijana wetu kuharibika. Kwa majina naitwa Rebecca Omari Kubanda, ni mwanafunzi ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, course Computer Networks and Information Security Engineering. Ukosefu wa ajira nchini inatusababishia vijana athari kubwa, na hii huweza kupelekea upungufu au changamoto zinazoweza kutokana na afya ya akili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu wanafunzi wengi tunapokuwa tukisoma tunategemea hapo mbeleni tutapata kuajiriwa. Lakini zinapotokea changamoto kwamba umemaliza shule, umemaliza chuo, lakini umerudi nyumbani, lakini hakuna kitu ambacho unaweza kukifanya kwa ajili ya kukusaidia, hiyo inaweza kusababisha msongo na kuibukia kuwa na changamoto ya afya ya akili. Tunaweza kusema kwamba sisi ambao tunaonekana bado tunatembea, si wenda wazimu, tunaweza tukahisi kwamba tu wazima hatuna changamoto hii ya afya ya akili, lakini ni uongo. Kwa sababu afya ya akili inapokuwa inamsumbua mtu, inavyomuaffect mtu, upata changamoto kama hivyo nilivyosema mwanzo, kupata misongo, kufanya mambo ambayo kimsingi si sawa. Tunaweza kuona wanachuo wengine wanaweza kujiua na vitu kama hivyo, lakini hata baada ya kufika mtaani kujihusisha na tabia nyingine mbaya na mbovu ambazo zinaweza kusababishia athari nyingine za kijamii.